Bwana, karibu sana kwenye channel yetu hii ya Ramani Huru. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, tuchoke kuwakumbusha na kuonesha vitu vizuri ambavyo tumewaandalia. Leo tumeletea jengo hili hapa ambalo liko mbele yenu. Ni jengo zuri na la kuvutia pia kwa muonekano, lakini pia linaloweza kutumia eneo dogo, lakini ni jengo ambalo liko complete. Jengo hili lina jumla ya vyumba 4 ambako master ni moja, self ni moja, bila kusahau single ziko 2 na public toilet ipo pia, lakini kuna open dining ambayo iko sawa kabisa na kitchen kama ambavyo unaona hapo. Lakini pia kuna porch mbili ambazo ziko ni front porch pamoja na side porch ambayo iko kule nyuma. Hapa kwenye entry hapa ndo front hapa. Nachokiongea ndo nachomaanisha hapa. Lakini bila kusahau jengo hili lina upana wa mita 13.8 kwa 13.1. Yani upana wake, urefu wake ni mita 13.8 na urefu wake ni mita 13.1. Kwa hiyo linakuwa na, kwa hesabu hizo inakuwa sawa na jumla ya square mita 180.78. Kwa hiyo jengo ni dogo, lakini pia limekamilika kama ambavyo nimekwambia mwanzo. Cha kufanya ni nini? Wewe utakapoona video hii, cha kwanza subscribe. Bonyeza kialama cha kengele hapo, usubscribe ili wa kwanza kupata video ambazo tunaziweka mara kwa mara kila siku. Wewe wa kwanza kuzipata video hizo. Lakini pia usiache kushare, kucomment, ndugu na jamaa waendelee kuangalia. Na kingine cha kufanya baada ya kutekeleza hayo mambo niliyokuelekeza hapo, cha kufanya ni kumtafuta mhusika wa ramani ambaye ni sisi hapa. Na jamani, kweni makini jamani, watu ni wengi na matapeli ni wengi. Hakikisha unamtafuta mhusika wa project husika aliyeifanya hiyo kazi. Wewe unaona project kama hii, umeiona Ramani Huru, lakini then unaichukua unampelekea mtu mwingine. Mnasababisha kupata vitu ambavyo sivyo, kitu ambacho hukukiona, kitu ambacho hukukitarajia. Maana ukishampelekea mtu tofauti na mhusika, itambidi aanze kuandaa hicho kitu kulingana na kilivyo. Automatically mtu kuangalia cha mwenzao ashakiandaa tayari, then na wewe uandae, huwezi kutengeneza correct, yani huwezi kufanya kama ambavyo kilikuwa kimefanyika au kama ambavyo ulikuwa unahitaji wewe. Cha kufanya ni rahisi, mtafute mhusika then ongea naye, atakupa maelekezo. Kama ni utaratibu atakuelekeza. Na gharama za ramani ziko chini sana. Maana ramani ya chini kabisa tunauza kwa 1,500,000. Yaani ni gharama ya ramani ndogo mno. Kikawaida. Na ukitaka kujua kwa nini tunakwambia gharama ni ndogo mno, nenda halmashauri pale, halmashauri yako yoyote ile. Nenda kaambia kuandalia ramani. Then ndo utaona gharama za ramani ziko vipi. Lakini sisi tunawapa gharama ndogo, lakini bado kwenye hizo gharama ndogo watu bado mnaleta ni uhuni. Yaani kinachofanyika ni uhuni na kutokufuata sheria. Na imekuwa nikasumba yetu wa Tanzania au wa Afrika, na hisi ni wa Afrika wote, kutokufuata sheria. Yaani unaona kitu fulani kipo sehemu fulani, lakini bado unalazimisha wewe kiende ambavyo unataka wewe. As a professional, so professional hicho kitu, lakini unalazimisha kiende kama ambavyo unataka wewe. So tunaendelea. Jengo hili kama nilivyokuambia lina square mita 180.78. Kwa hiyo ni jengo dogo kabisa. Jengo hili bila kupoteza muda lina uwezo wa kutumia bati. Bati ni za futi 10 jamani. Bati ni za futi 10 tu, ambazo zinaweza zikatumika ni bati 130 zinaweza zikatumika kwenye hili jengo. Kumbuka ni jengo la vyumba 4. Kwa hiyo bati 130 za futi 10 zinaweza zikatumika. Hapo ukipiga hesabu kwenye bando hapo, tunaongea ni kama bando 10 hivi kama sikosei, kwa sababu bando moja ina jumla ya bati 16. Bati 16. Kana bati zake kama unavyoziona hapo. Kwa hiyo ukipiga hesabu hapo utajua ni bando ngapi. Lakini bila kusahau mbao. Mbao ni mbao 400 ambazo zinaweza kutumika hapa. Ambako jamani, kwenye hizi hesabu za mbao, ukisha tutafuta sisi wahusika, then tukakufanyia kazi, tutakuchambulia hizi mbao ngapi kwa ngapi zitakuwa kiasi fulani, ngapi kwa ngapi zitakuwa kiasi fulani, ngapi kwa ngapi zitakuwa kiasi fulani. Tutakuelekeza vyote. Lakini bila kusahau tofali ambazo zikatumika kwenye hili jengo, tofali 4,100 zinaweza zikatumika kwenye hili jengo. Tofali 4,100 jamani, hizi tofali ni kwa ajili ya boma tu, hatujahesabu tofali za msingi. Tofali za msingi hatujahesabia kwa sababu hubadilika kulingana na eneo lilivyo, nature ya eneo, site ilivyo, yani hivyo vitu vingi hupelekea gharama za
hesabu za tofali za msingi zisipigiwe hesabu, ni hivyo vitu, jiografia, yani hali ya hewa iliyopo site. Maana unakuta kwenye ramani sasa tumekulocate bwana, jengo hili litatumia msingi wa ukubwa fulani, lakini kulingana na eneo lako likawa linahitaji msingi mkubwa zaidi ya hapo. Sasa ukikuta tulikuwa tumeshakupigia hesabu za msingi ziwe hivi, afu then ukakutana kitu tofauti, utaona sisi ni waongo. Kwa hiyo ina depend na eneo lako lilivyo. Bila kusahau jamani, nondo ambazo zikatumika hapa ni nondo 300. Nondo 300 jamani, hapo tumecalculate hesabu za nondo zote, lenta juu, chini na beams hizi tumeweka hapo. Lakini bila kusahau misumari ya bati ni kilo 65 zinaweza zikatumika hapa, lakini za kench pia ni kilo 60. Hiyo ni misumari tunaiongelea hapo. Na picha zake kama ambavyo unaziona pale, na huko ni upande wa nyuma kama ambavyo unauona hapa. Huu ni upande wa nyuma kama ambavyo unauona hapa. Lakini tuendelea kukukumbusha cha kufanya ukiona video kama hii: subscribe, like, comment, share, ili uendelee kuona watu wengi kazi zetu, mwezidi kutupa nguvu. Mnavyo share na marafiki, ndugu, jamaa au kwenye account zenu huko, mnatupa nguvu, mnatupromote pia, mnatusaidia sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa mnachokifanya. Lakini tusipoteze muda unaelekea mwisho hapa. Lakini kiwanja ambacho kinaweza kutumika kwenye hili eneo, watu wengi mmekuwa mkiona video kama hizi mnarudi kuuliza, jamani, sio ni kitu gani, kitu gani kinatumika vipi? Jamani, kiwanja ni 20 kwa 20 ambacho kinaweza ikaanzia kutumika kwenye hili jengo 20 kwa 20.